Andika makundi ya watu wawili ambao kanisa au makundi mawili ambao yako ndani ya kanisa. Wanasifiwa. Kundi la kwanza la watu ambao wako kanisani ni kundi ambalo limemfanya Mungu kuwa ni sehemu ya maisha yao. Kundi la kwanza. Kundi hilo la kwanza ni watu waliomfanya Mungu kuwa sehemu ya maisha yao. Kundi la pili ni watu waliofanya vitu kuwa sehemu ya maisha yao, au waliowafanya watu kuwa sehemu ya maisha yao. Vitu kuwa sehemu ya maisha yao au watu kuwa sehemu ya maisha yao. Wanasifiwe. Waliofanya Mungu kuwa sehemu ya maisha yao, wanasifiwe, ni watu wasiokubali kumpoteza Mungu kwa sababu ya vitu. Wako tayari kuacha vitu kwa sababu ya Mungu. Wanasifiwe. Kundi la kwanza nimesema ni watu ambao wamefanya Mungu kuwa ni sehemu ya maisha yao. Yuko tayari mambo mengine yaharibike kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Mungu. Yuko tayari apoteze hata mahusiano yake, awapoteze watu wanaowapenda kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Mungu. Wanasifiwe. Na kundi la pili ni la watu ambao wako tayari wampoteze Mungu kwa sababu ya vitu. Wako tayari wampoteze Mungu kwa sababu ya maisha fulani wanayataka. Haya makundi yako ndani ya kanisa. Wanasifiwe. Sasa wakati nafundisha haya maneno na kuyachambua haya makundi mawili, ni muda wa kanisa kujitafakari kwamba wewe upo kwenye kundi gani. Wanasifiwe. Kwamba wewe upo kwenye kundi gani. Kundi hili la kwanza ambalo ni la watu waliomfanya Mungu kuwa sehemu ya maisha yao, hawako tayari kumpoteza Mungu. Wanasifiwe. Wako tayari kuachana na watu wanaowapenda kama watakuwa kinyume tu na Mungu wake. Wanasifiwe. Ni watu ambao wako tayari hata kupoteza heshima zao kwa ajili ya Mungu. Ili kundi ni watu ambao wako tayari kupoteza nafasi walizopewa na wanadamu kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Mungu. Wakina Meshaki, Shadraki, Abednego, wakati wapo kwa mfalme, iko nafasi ambao walipewa na mfalme. Wanasifiwe. Lakini mfalme akainuka tofauti na Mungu wa kina Meshaki. Tunaona wanampinga mfalme, mtu ambaye walimheshimu sana. Wanasifiwe. Lakini kwa nini walimpinga mfalme? Kwa nini walimkatalia mfalme? Kwa nini hawakutaka kumtii mfalme? Waligoma kumtii mfalme kwa sababu aliingia kwenye mipaka ya Mungu wao. Wakasema, sisi hatutaabudu Mungu wako, tunaamini Mungu wetu atatuokoa, lakini hata asipotuokoa bado sisi hatutakuabudu.